Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kuna kitabu hiki ambacho nimekiandika, kinaitwa Baba wa Kiroho, A Spiritual Father. Ni kitabu ambacho kwa kweli unahitaji kukisoma na unahitaji kuwa nacho. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna fulani kizazi hiki hakitaki sana kuwa na baba wa kiroho na hakitaki kulelewa. Kwa hiyo ukitaka kulelewa, ukitaka kuwa chini ya baba wa kiroho ila aweze kukusaidia, kukuwezesha, na katika safari ya kihuduma tunahitaji kuwa na baba wa kiroho. Sasa hiki kitabu cha baba wa kiroho, lakini kuna kozi yake pia. Kuna kozi yake pia ambayo ni bure kabisa, ambayo ni kozi ya 3, baba wa kiroho, BWK, baba wa kiroho. Sasa katika baba wa kiroho na katika kozi hii ningetamani nikupitishe kwenye moduli hii ya kwanza kidogo tu, lakini kwenye moduli ya kwanza ambayo ni dhana ya ubaba wa kiroho. Dhana, nafikiri nitumie hii mode. Dhana ya ubaba, dhana ya ubaba wa kiroho. Sasa katika dhana hii ya ubaba wa kiroho kuna vitu ambavyo natamani uweze kuvidaka hapa. Nataka tuone tofauti kati ya mwalimu, kiongozi na baba. Utofauti gani ambao upo kati ya mwalimu, kati ya kiongozi na kati ya baba. Sasa utofauti huu, angalia, watu wengi makanisani wana walimu, ni kweli, kuna viongozi, ni kweli, lakini kuna upungufu wa akina baba. Sasa ni muhimu kuelewa hizi tofauti ili siweze kukujenga. Mwalimu manake ni nini? Mwalimu manake ni nini? Sasa kabla sijatoa maana ya mwalimu, nataka tusome andiko hili la Wakorintho wa kwanza 4:15. Wakorintho wa kwanza 4:15, kwa sababu ndo msingi mama au ndo andiko mama la kitabu hiki cha baba wa kiroho. Maandiko anasema hivi: maana ijapokuwa mnao walimu 10,000 lakini hamna baba wengi. Ujue ni agano jipya hili. Mtume Paulo anadhibitisha, anasema kwamba ni kweli mna walimu wengi, ni kweli kuna viongozi wengi, lakini hamna baba wengi. Kwa hiyo basi tuna upungufu wa baba, tuna upungufu wa baba, na Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe, aendelee kuwainua baba wa kiroho ambao watazidi kutusaidia katika kizazi hiki. Kwa nini? Moja ya vitu ambavyo tumepungukiwa katika kizazi hiki ni baba wa kiroho, ni baba wa kiroho. Kwa sababu sisi vijana tunakimbia mno, maono tunayo makubwa mno, tuna mipango mizuri, tuna mikakati mizuri, lakini tunahitaji baba mzuri kuyakamilisha yoyote. Bila kuwa na baba mzuri, kwa kweli hatuwezi kufikia malengo, hatuwezi kufika kule ambako tunatakiwa kufika. Tunahitaji kuwa na baba wa kiroho. Ndio maana Mtume Paulo anadhibitisha, anasema mnaweza mkawa na walimu 10,000 lakini baba ni wachache sana. Sio wengi, ni wachache, ni wachache sana. Kwa hiyo tunamwomba sana Mungu atusaidie kwenye kizazi chetu tupate baba ambao watatusaidia. Sasa Mtume Paulo anasema ijapokuwa mna walimu wengi, walimu wengi. Sasa mwalimu ni nani? Ona, mwalimu nani? Mwalimu ni instructor, sawa? Hutoa taarifa na maarifa. Kazi kubwa ya mwalimu ni kukuhabarisha, kukupa taarifa, lakini na kukupa maarifa. Yaani ndani ya ile taarifa kuna maarifa ndani yake. Kwa kazi kubwa ya mwalimu ni kukupa maarifa. Na ndio maana kwa kweli tuna walimu wengi sana. Kama walimu ni wengi sana, kuna maarifa mengi sana. Unaona, kuna maarifa mengi sana.
tuna taarifa nyingi mno, tuna maarifa mengi mno, lakini tumepungukiwa baba wa kiroho. Unaweza ukawa na maarifa ya kutosha, unaweza ukawa na taarifa za kutosha, lakini kama huna baba wa kiroho, my friend, kuna sehemu takwama, kuna sehemu hautaenda vizuri. Angalia, pia anafundisha kichwa uhusiano wake na mwanafunzi kuishia darasani au baada ya somo kuisha. Mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi huwa yanajengwa darasani. Nje ya pale huwa hakuna mahusiano mazuri sana. Angalia, kiongozi, a leader ni nani? Hutoa mwelekeo wa kazi au huduma. Kazi kubwa ya kiongozi ni kutoa mwelekeo, lakini pia na kutoa mwelekeo wa nini? Mwelekeo wa kazi au mwelekeo huduma. Anajali zaidi matokeo ya kazi, performance. Kipaumbele chake ni kuona wale anaowaongoza wana perform, wanafanya vizuri, wanafanya at the better. Wow. Unajua kama kiongozi unafikia malengo. Ndio maana tunasema kazi ya kiongozi ni kuongoza watu kuelekea kwenye maono. Kuongoza watu kuelekea kwenye maono ndio kazi kubwa ya kiongozi. Kwa hiyo kama kiongozi anapoelekeza watu kuelekea kwenye maono, huyo tunamuita ni kiongozi. Lakini angalia, anakosa ubaba. Angalia, baba ni nani basi? Tuende mbele tena kidogo. Angalia maana ambayo nimeiweka hapa, maana ya baba: kutoa uhai na utambulisho. Umeona? Baba anatoa, is a provider of life and identity. Anatoa uhai na anatoa utambulisho. Wewe ni mwana wa nani? Wewe ni mtoto wa nani? Unaona? Anatoa utambulisho. Mimi ni mwana wa fulani, mimi ni mtoto wa fulani, chimbuko langu ni kwa fulani, huduma hii imetoka kwa fulani, imetokana na fulani. Unaona? Anatoa identity, anatoa utambulisho. Na ndio maana tunasema ya kwamba baba hafundishi kichwa tu, bali anafinyanga moyo. Baba mara nyingi sana huwa anaangalia moyo wa baba, moyo wa mtoto uelekee kwa baba. Moyo wa mtoto uelekee kwa baba. Lakini pia uhusiano wa baba na mwana ni wa agano la damu na roho. Sio tu unaishia darasani, sio tu unaishia kwenye utekelezaji wa kiuongozi. No, mahusiano yao mara nyingi sana ni agano. Ni mahusiano ya kiagano. Na ndio maana baba akiona mwana anaenda vinginevyo, anajisikia vibaya, anaumia mno, anasikia kusononeka ndani ya moyo wake, anajisikia vibaya mno. Nakumbuka siku moja kuna vijana fulani walimisi understanding vitu fulani, na baba wa kiroho pastor akamwita huyo kijana, akakaa naye, na kwenye kile kikao akanialika na mimi nikawepo. Yule baba alizungumza kwa uchungu sana, akimhurumia yule mtoto kwa uchungu sana. Kwa nini? Ameshagundua kwamba huyu mtoto anakoelekea ni kubaya mno. Kwa hiyo anajitahidi kumrejesha, anajitahidi kufinyanga moyo wake ili uweze kuelekea kule anakotakiwa kuelekea. Oh wow, thank you Holy Spirit. Angalia, hauna ukomo wa muda. Baba anajali nani unakuwa kabla ya kujali nini unafanya. Unaona, kazi kubwa ya baba huwa anajali nini unakuwa. A character is a builder of character. Baba ni mtengeneza tabia, ni mtengeneza hatima yako. Hatima yako inatengenezwa na baba, kwa sababu anajua ni wapi unatakiwa kwenda. Kwa hiyo is a builder character, ni mjenga tabia. Lakini pia anaangalia sana kujenga character kabla ya kujenga huduma. Sasa sisi watoto tunaweza tukaangalia kujenga huduma, tunawaza huduma kubwa, tuna maono makubwa, tunawaza vitu vikubwa, tuna strategy za kutosha nzuri mno. Ukiwekewa mpango mkakati wa mwaka unasema wow, this is the best. Lakini hatutumii muda kujenga character. Na ndio maana huduma inaweza ikakua
ghafla, inaweza ikapanuka ghafla, lakini ikajikuta inadondoka ghafla. Kwa nini? Kwa sababu tumejikita kujenga huduma, hatujajikita kujenga karakta, hatujajikita kujenga karakta. Na nitaka at least nitoe hizo maana tatu au hizo tofauti tatu kati ya kiongozi, mwalimu na baba, na vyote hivi nimeviandika kwenye kitabu hiki. Na kwa nini nimefanya hivi? Mimi nimekuwa na baba zangu wa kiroho, nimejifunza kwao, nimeona kwao, nimeshika kwao, nimefanya kwao. Kwa hiyo at least kwa kiasi fulani nina kauzoefu kukaa na baba. Nimekuwa mzee wa kanisa kwa zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo ninapata ile kitu ambacho nilikuwa nakiona kwa baba zangu wa kiroho. Mungu akubariki sana. Naomba uniambie ni kitu gani ambacho kwa kweli unahisi kwamba hiki kimekusaidia au hiki kimekuwezesha. Naomba uniambie kwamba pastor, hiki